Juma alikaa huku, akisumbuka, mawazo yake yakizunguka bila amani. Kila kona ya akili yake ilijaa huzuni, hasa baada ya kifo cha Alex. Kitendo hicho kilimtesa sana, si kwamba alikuwa katili, bali usaliti na hali zilizokuwa zikimzunguka zilimpelekea kufanya hivyo. Moyo wake ulikuwa mzito, akihisi hatia na huzuni kwa yale yaliyotokea. Amina, akiwa amelia, aliomba msamaha kwake. Alikiri kosa lake, akijua alikuwa msaliti na kwamba alikuwa na Alex, wapenzi wa siri. Juma alimwambia, "Nitasamehe, lakini lazima utunze siri yangu kuhusu Alex." Baada ya hapo, wao walishirikiana kuchukua mwili wa Alex na kuufukia kwenye nyumba yao. Wiki mbili baadaye, hali ya hofu na wasiwasi ilizidi kuongezeka ndani yao. Siku moja, paka wa jirani alikula samaki wa Juma. Hasira ilimpaka Juma kama moto uliozidi, macho yake yakijaa damu. Alishikilia paka yule kwa nguvu, kisha akajua lazima alimalize tatizo hili. Bila hofu tena, Juma aliamua kumzika paka huyo, akihifadhi mwili wake chini ya udongo. Amina alishtuka na kusema kwa kimoyomoyo, "Juma amekuwa katili, anaumwa tu, asije niua kikweli." Kifo cha Alex kilimtesa Juma kwa nguvu. Kilimfanya awe na huzuni isiyoelezeka, akiwa akijisumbua kila mara kwa yale yaliyotokea. Mwisho, akiwa amezidiwa na mawazo hayo, aliamua kwenda kwa baba yake kuelezea yote yaliyotokea, jinsi Amina na Alex walivyomsaliti na jinsi walivyoshirikiana na kifo cha Alex. Baba yake alisimama kimya, macho yake akiwa makini, akimnongoneza tu, kimya chake kikiwa na uzito wa maana. Juma alishikilia kimya hicho, akiwa na hofu na shauku, akijua maisha yake hayatakuwa yale yale tena.